Bwana, mimi naitwa Tagibaya. Leo niko na Kodo, mwamba mmoja anayepiga ngumi kinyama. Wewe unapiga mazoezi? Yeah, mazoezi yanazingatia. Na ule mkono, wewe mtuambie bwana, wewe mnachapana kweli au ni editing zile mnatuchanganya ujue? Bwana, ukizungumzia kwenye ukweli ujue hata sanaa yes, ya ni vitu ambavyo vinaelekeana na ukweli. Kwa hiyo lazima uijue kweli ndipo uje utuigizie. Hata ukija ukakosea, usikosee kwenda kubovu kabisa. Kwa hata tunapokuwa tunafanya kweli, ili hata ukifeli unakuta umefeli ndio umekuja kwenye kuigiza kidogo. Aha. Kwa hiyo kwenye swala la kupigana kuna ukweli kwa mbali. Lazima uwe pia una ujuzi wa mapigano. Aha, bwana, unajua wewe watu wanakuona kama ni mwamba mmoja kauzu muuni mbaya. Hebu tuambie, isije ikawa wewe kweli ikifika mida fulani uelewe unapiga ngeta kitaa. Unapiga mishe gani kwanza nje na hiki unachokifanya kwenye sanaa? Nje hiki ninachokifanya, kazi yangu ni ya kukutana sana na watu. Bwana, mimi ni msafirishaji. Ambapo utasafirisha bidhaa private. Mimi nitadeliver popote pale ambapo utasema ifike. Pia kwa usalama na pia kwa uhakika. Ambapo ninapokuwa kwenye kazi yangu ukauzu unakuaje? Kama kazi yangu pia inaingiliana na kazi ya pili. Kwa sababu kazi ya pili huku ni ngumi, huku inabidi uwe mkalimu. Huku yani ni kama agent fulani, sio? Yeah. Ila ni private business, yani mimi binafsi, sio kampuni. Ila nahitaji kutengeneza kampuni yangu. Kwa hiyo lengo lako siku moja uje utengeneze kampuni ya usafirishaji, uwe na cargo yako maana yake kutoka kwangu. Okay, I say iko safi sana. Unatumia muda gani kufanya mazoezi? Kwa siku au kwa siku. Kwa siku huwa nafanya mazoezi mara mbili. Yeah. Ambapo mazoezi yangu mimi sana yamebase kwenye physical exercise. Ni mazoezi ya hasa viungo sana, sio kutuna, sio kwa sababu pia mimi ni stuntman. Ukisema stuntman inabidi ufanye kama mtu mwingine ambavyo ilibidi afanye. Ambaye hatoweza, mimi inabidi nije nifanye, nimsaidie kuweza. Kwa kila kitu inabidi nikiweze. Kwa kama inabidi nikiweze, hivyo mazoezi yangu mimi yanahitaji muda wote mwili wangu uwe flexible. Yaani nisiwe na muda ambao mwili haupo. Kwa hiyo nafanya asubuhi saa 1 mpaka saa 3, lakini pia huwa nafanya jioni saa 12 mpaka saa 2. Sawa, mna mahusiano gani nyie Ben Royal Pictures na Isalito? Mahusiano ya kazi. Mahusiano ya kazi maana kuna baadhi huwa nawaona kule kwa Isalito wanaigiza naye, wanapiga mkono kule mbaya. Ukaribu wenu ukoje? Ni kweli issue ya kati ya Ben Royal Pictures na Isalito ni kama ni business partner. Hivyo kama kuna kazi Isalito anahitaji watu kutoka huku, wanaongea kwamba anahitaji watu kadhaa, kwa sababu pia Isalito ukiangalia pia katokea Mbeya, na Mbeya aliyotokea yeye ametokea kwa Ben Royal kutoka kwenye kazi zake za mwanzo. Okay. Bwana, kuna watu wanasema wewe umefanana na Kibu Dennis. Una undugu na Kibu? Hapana. Hauna undugu kabisa? Hapana. Wazee, Kibu si huyu hapa kabisa huyu. Mpaka lasta muonekano fulani kuna kaukibu fulani hivi. Hapana. Mimi ni Kodo, na Kodo ukicheki kwenye PMD ni kama 100, ni completed number. Mimi niko mwenyewe niliyekamilika, hakuna mwingine ambaye atakuwa kama mimi. Kwa labda kama kuna wengine wamefanana na mimi, ila sio mimi nimefanana na wao. Sawa, kuna wakati ulishawahi kufanya hizi action movie na mkao mnapigana ile serious? Kwa sababu pia tusha fight live stage. Kwenye matamasha tofauti, muziki, uzinduzi wa movie. Pia tulipigana live stage mimi na Peter. Walipigana na bwana polisi, bwana Simon. Kwa
Nani alitolewa no count? Mpango ulikuwa mwishoni inabidi yule bwana Simon ashinde. Okay. Kwa pigana mtakavyoweza, pigana lakini... kwa combination yenu mlioipanga, ila mwishoni inabidi ashinde Simon. Sawa. Na kuna siku mlishaipigana ukasema huyu jamaa mbona tunaigiza afu kama ananikunyuga kweli hivi sasa mbona hapana, kwa sababu siku zote tunapokuwa tunapigana tunakuwa tumeonana kabla. Unakuta almost kama wiki tayari tumeongea, kwa tunakuwa muda wote tunaongelea kitu hicho. Kwa kadri tunapokuwa tunaongelea kitu hicho, hata tunapokuwa tumekutana kwenye kupigana, kuna muda unajua hisia inazidi unapigana mpaka unakuta wewe mwenyewe unaona tumepambana, mbona hatujakosea, ni vile vile mpaka unaona sasa hizi ziwe perfect zaidi. Sasa ziwe perfect zaidi mbele kodo kaka hivi tunamalizia stop, unakuta ile inabidi umguse kweli ili kusudi utengeneze uhalisia. Na mimi nikiguswa ile ya mwishoni, kwa sababu nilikuwa nipo kwenye mfumo, nipo tayari kwenye mfumo, nikishaipokea mpaka mwenyewe naona kweli hii yenyewe sio niumie kwamba kwa nini nipige hivi. Hapana, kwa sababu huwa tunaongea kwanza. Unatamani uweje kwenye hii sanaa yako? Iwe vile ambavyo watu wanafikiria, kwa sababu kila nikiangalia comment sana za watu ambao wananiona hata kwa mara ya kwanza wanasema kama mbele, kwa nadhani vile watu wanavyosema mimi niendelee kufanya. Ulishawahi kutamani siku moja ya kufanya movie na mtu wa Mambele huko? Kwa mtu mmoja hapana, kwa sababu mimi Mbele huko tunapokuongelea nimejumuisha wote, yani namaanisha Hollywood. Yani mimi nikishafanya kazi Hollywood no matter what itakuwa nimefikisha at least pale ambapo nilikuwa mimi nimepahitaji. Na unaona kuna siku moja utafika? Kwa hizi bidii na moto ambao nauona na uachia nyuma hapa nitafika hivi. Sawa, muda tu. Unazungumziaje hizi movies za kibongo kama Memkwa, movie kama Ndoa, movie kama Big Boss, hizi za kibongo ambazo sio action movie, uweki upande wako unazichukuliaje? Kweli mimi naona kama wote tunawakilisha sanaa ya Tanzania, kwa sababu ukiangalia upande ambao nipo mimi na hizo movie ambazo umeniambia, naona ni sehemu mbili tofauti. Alafu pia mimi sio mtazamaji sana wa movie za hapa Bongo. Unapenda sana za nje kuliko za ndani? Kwa sababu vingi nahitaji kujifunza kutoka nje. Mlishai kufanya kazi ikaenda Netflix au platform zingine kubwa za movie? Kutoka hapa Mbeya, yani kazi ambayo na wewe upo ikaenda huko kwenye manani makubwa haya kama Netflix? Hapana. Natamani sana hiyo. Kwa nini movie zetu za kibongo huwa zingii Netflix? Shida huwa inakuwa ni nini? Sijajua. Nadhani kama sisi ndo game changer wa game la bongo la action, basi tutaendelea kujua wapi ipi dosari tutaitoa afu tuendelee. Ndio maana pia ukifuatilia kazi zetu tunafanya kazi lugha tofauti. Tunafanya kazi za lugha za ndani za kwetu, tunafanya kazi za lugha za nje, at least tuone wapi ambapo panakuwa panatatiza, kwa nini kazi zetu haziendi nje. Pengine labda lugha hapana, labda nini, bado tunaendelea kujua tatizo ni nini. Tukijua tutakuwa tunafanya kazi. Kwa hapa Tanzania ni mwigizaji gani wewe unahisi yani unatamani kufanya naye kazi, unapenda kufanya naye kazi? Kwa kazi nje na Ben Loyo. Nje na Ben Loyo. Kwa kazi za action au zozote zinazohusiana na movie. Mimi nafikiri kwa msanii yoyote ambaye atapenda kufanya kazi na mimi, mimi napenda kufanya kazi, sio kazi moja, napenda kufanya kazi nyingi. Sawa, tukachukua Ben Loyo Pictures, tukamchukua Agent Bavo, tuwakalishe ulingo mmoja. Oya, nani anachomoka hapo kati ya Ben Loyo Picture na Agent Bavo? Agent Bavo nadhani unamjua. Nani anachomoka?
hao mabwana mbona wote ni vita, wote bora hapo ni vita mzee. Oya, hao wanachomoka wote, kwa sababu pia kuna Benloe Pictures South, kuna Bavo yuko yuko mjini, kwa ni same tofauti, ila tunafanya kitu kimoja. Kwa pengine akitokea Bavo, akitokea Benloe, tutapata kitu kimoja ambacho kinaweza kikaenda tofauti na sasa na hapa. Hebu tushindanishe East Africa sasa, sio bongo tena. Sio bongo. Lakini Kenya mzee wanauchapa mkono. Kuna movie kule zinatengenezwaga mkono. Kweli? Vipi? Mnaona nyinyi wanawakalisha East Africa? Wenyewe ndo wanaona sisi tunawakalisha. Wenyewe ndo wanakubali. Wenyewe watakuwa wanaona sisi tunawakalisha, kwa sababu mimi sijaona mtu yote tangu tumeanza kutoa kazi kwa Benloe akaja juu kusema mimi nafanya kazi kama Benloe, zaidi ya Benloe. Kwanza hata kama kuna mtu alikuwa anafanya, basi anatangulia ku appreciate. Benloe? Hapana, hii kazi hatari, lakini naye anafanya kazi. Na sisi tukikaa tunasema naye anafanya kazi nzuri. Ulishaitoka na mwanamke yoyote kutoka Benloe Pictures? Yaani nyie katika kikundi chenu ishai kutoka na mtu yoyote, yani kwa naye kwenye mahusiano? Kwa naye kwenye mahusiano? Hapana. Jawai. Hapana. Mimi ni stuntman tu. Najua zingatia mazoezi sana, lakini pia sijajua. Lakini tunaona Benloe pale kuna watoto wazuri wapo pale. Kazi yao ni nini kwani? Sawa, kuna kuigiza afu kuna maisha mengine nje ya kamera ujue. Ya kweli, lakini pengine style yangu mimi inawachosha wengi, ndio maana kauzu sana. Kwa stuntman nikiwa kazini basi napenda sana tuongelee kuhusu kazi, napenda yani kila utachoongea basi kihusianike na kazi. Basi wengine wananiona kama mimi nimelimbukia basi sana mambo. Ndio, kwa sababu mimi nimekulia location. Wewe ni mwenyeji wa Mbeya? Ni Mnyakyusa? Maake yani mtu akikuangalia haraka unakauchaga fulani hivi. Sasa Mbeya na ako kauchaga mbona kama hapo hivi? Sasa stuntman bro. Nacheza lugha zote, yani kama ambavyo inabidi nicheze karakta yote. Hapana bro, mimi ni Mnyakyusa. Alafu ni Mnyakyusa lakini nimezaliwa Songea, nimekulia Mbeya. Tofauti nimechanganya. Mzee, buku umepiga mpaka level gani? Buku nimepiga mpaka 4 ya kuendelea, lakini watu wanaishi form 4 ni wabaya kinoma kitaa kwenye masuala mazima ya kufight kimaisha. Hivi siri inakuaga nini? Mbona wachuo kama design kama yani kila ukimuuliza yani star anakuambia mimi form 4. Hivi kwenye form 4 hapo kuna kasiri gani hapo mzee wangu? Kuna kuwahi kugundua njia na kusema ngoja wakanitafutie njia mbele. Ujue pia hata kauli mbiu ambazo zilikuwa zinapita nyuma kwamba sisi tujiajiri sana, kijana jiajiri. Hata serikali yetu ilikuwa inasema hivyo. Kwa hiyo ukifika form 4 unaanza kuwaza hivi, mimi ninavyoenda kusubiri matokeo nijiajiri na nini? Ukishasema nifanye nini, basi tayari unakuwa umejua nini cha kufanya, kwa sababu huwezi ukajiuliza kama hauna vitu kadhaa kichwani vya kufanya. Kitaa watu wanakuchukuliaje kutokana na hizi movie unazozifanya, au kuchukulia kwamba wewe mshikaji tusimsogelee mwanangu huyu jamaa huyu mwanangu unaweza ukachezea muda wote huyu? Mtaa uko proud sana na mimi, mpaka sasa hivi naitwa kioo cha jamii. Nakuwa na enjoy kwa sababu mpaka mtu anakuita hivyo, basi kuna heshima pia akakupa. Kwa pia kuna matatizo, vitu sio vya kijinga, sio vya kufanya. Mtaani hakuna zile wanazingua hawa nao. Hivyo vitu vipo kwa baadhi ya watu ambao wanakutana na vitu ambavyo wenyewe hawavitaki. Unajua kuna mtu akikaa anategemea wewe umletee movie za mapenzi, ukimletea ngumi anaona wewe umemwigiliza Mchina. Unazingua wewe, kwanza unakuja unajifanya nini? Kuna mwingine anaweza hata akakuchokonoa ili aone kwamba huyu kwamba kweli anapiganaga kweli. Lakini hivyo vitu tunavishinda. Ulishaikutana na hiyo kitu? Yaani mtu anakuchokonoa ili ajue kwamba hivi anapiga mkono kweli au? Mara nyingi sana pia kutokana na hizi kazi zangu za usafirishaji. Mtu anaona kabisa wewe mbona kama kwenye movie ulipigana kweli na yule jamaa anaonekana na mbavu. Ulimpiga. Kwa nini huku wewe? Hebu nikuone. Sasa mimi mtu akishaongea hivyo, kawaida mimi ni msanii, kwa hiyo najaribu kujibizana naye huku, najaribu kununua watu wawe upande wangu. Kwamba jamani mimi naonewa na huyu na nyanyaswa. Watu wakishaingilia basi mimi huwa naondoka. Huwa sipendi kukaa sehemu ambapo kuna conflict, pana machafuko.
Haujaitokea siku moja ukasema sasa dharau zimezidi? Ngoja nikukande. Watu wangu sana wa karibu, lolote linalotokeaga huaga napiga sana simu. Kuna mambo mengine huwa hata yakinishinda, huyu Inspector Simon ni bro wangu mimi. Naweza kusema hivyo. Yes. Bro kwa muda wote. Kwa kuna watu ambao hata huwa wakiniletea hizo tofauti na wahi sana kupiga simu kwamba kuna hiki na hiki kinatokea. Ni sahihi mimi kujibizana naye? Sio sahihi, basi ondoka. Nasema sawa. Na pia mara nyingi huwa nikiondoka nakuwa nimevuna vitu vingi kwamba amani, pia majeraha, kwa sababu sisi tuna project nyingi zingine tunahitaji kuendelea. Uwezo ukaendelea, ulianza bila kidondo unaendelea na kidonda. Sio. Umeshai kupigana boxing live au kwenye movie? Live. Hapana. Hajawahi. Ila napenda. Yeah. Hata kuangalia pia napenda. Ni vitu gani unavyovipenda zaidi ukiachana na filamu? Ni hasa ninachokipenda zaidi ni mimi napenda kuwa stunt bike. Yaani sio mkimbizaji wa pikipiki, ila nijue kuichezea pikipiki kwa balance. Hasa ndio kitu ninachokipenda. Yaani unapenda siku moja uwe hata kwenye mashindano ya pikipiki nini. Alafu unaonekana pikipiki unajua kuichezea mzee. Maana kwenye movie pale babu. Sasa si maisha yangu ndo napata ugali kupitia pikipiki, lakini sio kukimbia. Hebu nielewe, sio kukimbizana. Yaani upendi kukimbizana ila napenda kuichezea, kufanya pikipiki venye nitataka. Kwa sababu ya movie, sio kwa sababu zangu binafsi. Unafanya hivyo kwa sababu ya movie, action za movie zile. Ukija ukamwongelea Kodo utaanza kusema alikuwa ni stunt bike, afu baadaye ndo stunt man katika movie. Basi itakuwa vizuri. Makoti yanawalipa pesa gani? Mbona kama nyie mmekuwa kitaani mnasumbua sana hivi? Bwana Makoti mimi pesa yake sijui nisemaje, pesa yake tamu sana. Ujue kuna tofauti kati ya pesa ya kutumiwa na kupewa keshi. Basi Makoti akikufinyia hivi, basi kazi unaenda kufanya ile mzigo. Maana wewe mwenyewe una bosi sikatoa hela. Basi mimi nitafanya vizuri. Kwa hiyo inabidi tu polisi sasa muishi nao. Kwanza hatumuogopi wala nini. Simon, mtoto mdogo sana, sema ndio ile. Si wanataka wenyewe. Kwa hiyo Simon hana chochote cha kukushawishi wewe utoke kwa Makoti. Uwe tu uwe street tu ile kiamani. Hauoni chochote cha kukushawishi kutoka kwa Simon? Sema si unajua mwenyewe mtu wa kazi, yani basi Simon akinitoka anipe kazi. Hana kazi basi mimi kwa Makoti stoki. Kwa sababu hata hela atazonipa zitakula zitaisha. Alafu Makoti mimi muda wote nitakula na usalama nao. Yani kwamba napewa hata silaha. Si salama huo. Vipi sasa niende wapi? Mimi nabaki kwa Makoti. Yaani mimi Makoti muda wote. Nakubali.